Vipi mdo popote ulipo, ni matumaini yangu kwamba uko salama kabisa, na karibu tena katika channel yetu pendwa kabisa, au sio? Na kama siku zote waga nakwambia lazima nikuchanue, lazima nikupeleke na mtaratara. So kama kuna katika baadhi ya wanasiasa ambao walipata pigo kubwa kutokana na kifo cha hayati aliyekuwa waziri mkuu bwana Raila Amolo Odinga, ikiwemo ama mmoja wao ni Babu Owino. Lakini Babu Owino amekuwa akipitia changamoto mingi sana. Ye anahuzunika kumpoteza baba wake wa kisiasa, na tena anahuzunika kwa maana anapata vita katika chama cha ODM. Kutoka siku ya kwanza alianza kusadileniwa, kuna wenye wanasema hawezi ongozwa na kijana, vitu kama hizo, mpaka siku ya jana neki ya ODM ikamteua Oburu Odinga kama party leader wa ODM, na wakasema wacha mzee aendelee kuongoza hapo, lakini si kiongozi kijana. Unaona vitu kama hizo. Na kuna baadhi ya watu ambapo wenye ma MP ambao na wenye wako katika broad based na wale ma CS wanampiga sana, vita kubwa sana Mr. Babu Owino, mpaka ikafikia siku ya jana akaanza kusema ni ukweli kuna plan ya kumeliminate, na hizo habari ameweza kuzipata katika siku ya kesho ambayo ni Jumapili, wakati ambapo watu watakuwa na mzidikiza bwana Right Honorable Raila Amolo Odinga. Na hivi ndo aliweza kuposti katika page yake ya Facebook, aliandika hivi: there are plans to attack me on or before the day of Baba's burial. I am aware of the culprits behind the scheme. It is my prayer that we give Baba the befitting send-off that he deserves, devoid of unwarranted violence. So hapa hivi ameweza kusema anajua kuna wetu ambao kuna plan ambao watu wana plan kumwattack ama kumeliminate before ama after Baba's burial, na ako aware about the culprits behind the scheme. Yani anajua watu ambao wanaplania hicho kitendo cha kumkamata na kumwadhibu Mr. Babu Owino, lakini akaanza kusema kwamba ye anaomba tupatie Baba the befitting send off that he deserves and devoid of unwarranted violence. So yeye ameweza kusema yani Raila apewe tu send off yenye inafaa na yenye namdeserve, na watu wa avoid sana yani zile drama kabisa. Unaona wananchi, kuna wananchi ambao pia wamejitokeza kwamba wanamsupport sana. Kwa siku ya kwanza pale Karen aliweza kufika, lakini after Rais Ruto kutoka na serikali wananchi waka-insist sana kabisa yani Babu Owino aweze kuhutubia. Wakaenda Kasarani pia ikakuwa hivyo. Pale parliament bado Babu Owino ndo alikuwa kiungo muhimu cha kuwatuliza wananchi na kwa direct ya kwamba wapatane hunga wa Kasarani. So unaona jamaa venye ana resonate na wananchi, ako na chemistry nzuri sana na maaslamu wananchi ambao ni wananchi wa chini kabisa, na kile kitendo ndicho kinamfanya kabisa yani apate chuki kutoka kwa wanasiasa wenzio katika chama cha ODM, hasa ambao wamejiunga na broad based government. So anaona hapa kuna competition sana. Huyu jamaa pia anaweza kuwa Luo Kingpin, lakini kuna vile yani hawapendezwi sana. Unaona kina Opiyo Wandayi pia aliweza kutoa statement yake siku ya jana na kusema wao watazidi kufanya kazi na Rais William Samoei Ruto mpaka baada ya 2027. So inamaanisha wao watastay, yani wataishi mali Raila Amolo Odinga aliweza kuacha. Lakini pia kuna wale wengine ambapo wanaweza kusema wao watasimama na wananchi. So sijui una maoni gani ya Babu Owino? Unasimama naye, unamsupport, ama pia unasupport wale wananchi ama wale ma MP na wanasiasa ambao ni wa ODM na walijiunga na broad based government? So Babu ako right, lakini pia kuna venye uaga power haitakagi yani power haitakagi vacuum. So immediately pale Luo Nyanza kunafaa kuwa na kingpin yani immediately. Kama jamaa ameenda zake kunafaa kuwa na new kingpin. Power it's
a vacuum, yani sijui kama kizungu iko right, lakini pia hivyo ndo kuko, yani power haihitaji kabisa mwanya ama pengo. Pengo likitokea linazibwa, na ndio maana uliona ODM waliweza kumchagua party leader even before barrio ya Raila Amolo Odinga, ndio kusikue na vacuum. Sietu walifanya makosa ama walimdisrespect Raila Amolo Odinga, lakini walifanya jambo la busara kabisa. Sijui vipi, lakini kama kawaida nipe maoni yako kwenye comment section. Vile vile na wenye wanamtatiza Babu Owino pia tuwaone ama pia tuwaangalie vizuri. Tukifika hapo 2027 waenda one term, yani kila mtu auze sera zake, wananchi sisi ndio tutakuja kuamua ama namna gani. Nipe maoni yako kwenye comment section, na vile vile kama ndo mara yako kwanza kabisa kutembelea mtu wangu, na kuomba take a second or two and consider subscribing. So hivyo ndo kuko, na tukiingia pale kwenye comment section ya hiyo post ya Babu Owino kulikuwa na reactions kibao sana. Naweza nikakusomea tu comments kama 3-4 hivyo, alafu ni sepe mtu wangu. Kuna Francis Franco alisema, we only hear Babu, we understand Babu, we love Babu, from baba to Babu. Viva Nairobi TB. Mwingine anaitwa Truth, Wisdom and Hope, naye anasema okay, hiyo ni Kijaluo bwana. Alafu akasema Babu is the next kingpin. Na kuna mwingine pia anaitwa George Ochola, naye aliweza kusema there is no one going to stop the monsoon wind from blowing, it's Babu Owino's time now to take over. Mwingine anaitwa Vincent Makori aliweza kusema after Baba we now move to Babu Owino to take the mantle. Mwingine aliweza kusema anaitwa David Onyango aliweza kusema instead of them thinking how our unity remains, they are busy plotting how to attack Babu Owino. We are with you sir, jeshi la Babu liko. Hivyo ndo kuko bana. Nipe maoni yako kwenye comment section, kisha tupatane baadaye.